Na nataka kuambia kina dada hivi, huyu ndugu yule alimpiga yule dada ashikwe, achukuliwe hatua, kwa sababu wanaume wamepigwa wananyamanza. Ingekuwa ni mwanamke alipigwa na mwanaume, saa hii polisi wangekuwa kila mahali wanatafuta huyo mwanaume hadi kwa choo. But huyu jamaa yeye alipigwa na wanawake, wakaingia kwa taksi yake, wakaharibu gari yake, wakamuibia, hata waliiba. Najua kuingia kwa gari ya mtu vitu ilipotea. Sasa hivi wako free, waliachiliwa, wanatembea. Mimi nataka kuomba rafiki yangu OCS wa Kilimani afuatilie kesi kwa sababu is a good man. Na pia DCIO wa Kilimani kwa sababu alipoti kwa police, DCIO pia wa move in with speed. They arrest those culprits, process them to court. You don't need an evidence. Already the evidence is all over social media that this guy was assaulted. They broke his car. Which evidence do you need again? Walishikwa wakachiliwa. Mimi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi nataka kuambia kwamba huyu jamaa alikosewa. Wale ambao mnatizama ni wangapi hapa? Karibia hivi. Huyu jamaa alikosewa. Kama mliona ule jamaa alipigwa na madem ndio huyu. Na anataka tumsaidie through gender based violence na mlingi na maafisa wetu wa GBV wamsaidie apate haki yake. Hakuna mwananchi anafaa kupigwa ama mwanaume anafaa kupigwa na mwanamke anyamanze. Na pia hakuna mwanamke anafaa kupigwa na mwanaume anyamanze. He's a Uber driver, gari yake ni alone, walimpasulia wakamgongea. Sasa hivi hata amechukua loan nyingine tena kwenda kutengeneza, na wale walimpasulia walikuwa walevi. You know, we have neglected boy child to an extent that we have overempowered the girl child. Right now the girl child is even beating our boy child to an extent that they know the boy child cannot do anything because they don't have money. Unajua, girl child amekuwa empowered mpaka na mashuga daddy. Thank you for watching. Subscribe to our channel Kenya News Today for more.